Kwa majina naitwa Oscar Atukiso Mwibambe, ni katibu kanisa la Baptist Makwale, ambao tuna changamoto ya mgogoro unaoendelea. Mgogoro wetu wa kwanza, kulikuwa na mgogoro ambao ulikuwa barazani na bado unaendelea, ambao wenzetu 11 ambao waliondolewa ushiriki walishtakiwa na kesi ikawashinda hao wenzetu ambao sio washiriki. Lakini matokeo yake inadaiwa eti iko oda inayosema kwamba washiriki wote tuondoke kanisani na kanisa limefungwa. Jambo ambalo tunaona kwanza ni kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kwanza, haki yetu ya kuabudu imeondolewa. Pili, kuabudu kwenye imani tunayoitaka pia tumenyimwa hiyo haki. Lakini tumekuwa tukitoa malalamiko yetu kwa mkuu wa wilaya tangu mwaka jana. Lakini bado mkuu wa wilaya amekuwa akiahidi kwamba atakuja, na mpaka sasa tumeshindwa kujua ni kwa nini mkuu wa wilaya anashindwa kuja kutusikiliza kama wananchi wake. Lakini la pili, tunaomba Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, kutusikiliza hoja yetu, haja yetu. Moja, kuabudu kwenye imani tunayoitaka, kuanzia ofisi ya msajili wa vyama vya kiraia Emmanuel Kihampa pamoja na mwanasheria wake Mwailafu. Tunaomba hawa watu wawajibike. Moja, tunalazimishwa kuingia kwenye imani tusiyoitaka. Hatutaki kubadilisha imani kuingia kwenye kanisa la Wabaptisti Tanzania. Tunataka kubaki kwenye imani tutakayo ya Jumuiya ya Wabaptisti wa Tanzania ambayo tunayo tangu zamani. Kwa hiyo kuendelea kufanya hivyo kwamba tubadilisha, moja, mavazi, mfumo wetu wa ibada, kukatazwa washiriki kuoana na watu wa imani nyingine, tunaona yote haya yanakiuka imani katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaomba sana waziri aje atusikilize, mwenye dhamana na hao watu. Lakini pili, waziri wa maendeleo, waziri wa ardhi aje atusikilize Makwale, kwa sababu eneo hili linaodaiwa kwamba lilikwisha kubadilishwa wamiliki ni eneo ambalo lilimilikiwa na bodi ya wamisheni, ambao bado lilimilikiwa kwa miaka 99 tangu mwaka 88. Barua hizo zipo na waziri wakati huo Akadon Tagaza alimilikisha hilo eneo. Ipo hizo barua, nyaraka hizo zipo, na sasa zinadaiwa zimebadilishwa umiliki. Jambo ambalo tunaona ni uongo na ni makosa, kwa sababu kama walibadilishwa wamiliki, wizara tuna imani ingetaarifiwa, lakini kanisa la mahali tungekuwa tumetaarifiwa. Kwa kufanya hivyo, tunaomba waziri aje atusikilize. Lakini eneo hili tulipewa vitu vitatu. Moja, lifanyike kwa ajili ya ibada. Mbili, eneo hili litumike kwa ajili ya kilimo. Tatu, kwa ajili ya ufugaji na si vinginevyo, kama ambavyo wenzetu sasa nasema linatumika kwa ajili ya zahanati. Ni makosa na ni uvamizi na ni makosa. Tunahitaji tusikilizwe. Kwa tunaomba sana, moja, waziri wa mambo ya ndani atusikilize. Mbili, waziri wa ardhi washughulikie jambo hili kwa haraka, kwa sababu bado mpaka sasa tunapitia changamoto. Tumefungiwa eneo letu la kuabudia na mpaka sasa tunaendelea kuabudia nje. Nilienda eneo la mgogoro. Mimi nilijiridhisha kwa jinsi palivyokuwa. Kile nilichokiamua ndicho nilichokiona. Mimi nafikiri swala la kuabudu na mahali pa kuabudu ni choice ya mtu. Mimi nilichokiamua haikuwa ni kumwamulia nani akaabudu wapi. Mimi niliamua kuhusiana na mgogoro wa umiliki wa ardhi. Kwa hiyo habari mtu anaabudu wapi na mtu haruhusiwi kuabudu wapi sio kati ya mambo ambayo mimi kwa kweli niliamua. Kama sikumbuki na hukumu inasema nini, lakini niliyoisoma ieleza mmiliki ni nani, na kwa sababu sinayo hapa siwezi nikakumbuka kila kitu. Lakini kwenye ile hukumu niliyotoa nilisema pia mmiliki ni nani, na nafikiri kesi ile niliambiwa iende mahakama kuu. Nafikiri kama haiko mahakama kuu iko mahakama ya rufaa. Kwa hiyo kama kuna mtu anahitaji kuhoji kuhusiana na kilichoamriwa pale, kwenda kule mahakama za juu. Maana mimi pia siruhusi kuzungumzia jambo ambalo liko mahakamani kama ambavyo sheria inataka, lakini mimi nazungumzia kile nilichokiamua tu pale.
Tegemea ni maamuzi gani ambayo ninaruhusiwa kudili nayo. Siruhusiwi kutengua kile mimi nimesimama mahali hapa nikiwa na uchungu kutoka moyoni, na kuomba mama yangu Samia, kama unanisikiliza, unisikilize na uchukue kilio changu. Mimi kama mwanamke nimekulia katika kanisa la Baptist Makware, nikiwa pale najua hizi kokoa nimezikuta. Ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 11, tulikuwa kanisa zima tunachuma pale kokoa. Baadaye wakaja maaskari wakatukamata, wakatupeleka kituo cha polisi Ipinda. Baadaye wakatuleta mahakamani. Ilikuwa jana tumesomewa hukumu kwamba tukafungwe twende Tukuyu, wakati tunachuma kokoa za kwetu ambazo tumeachiwa na wazazi wetu. Tumeabudu pale muda mrefu, tumesomewa kifungo miezi 5 nikakae Tukuyu bila kosa. Hivyo mama yangu, Mama Samia, nikiwa mwanamke mwenzio, nimeamua kuabudu. Naomba uje hapa Makware ukiwa kama rais utusikilize. Kanisa la Baptist Makware tunateseka mama, na watu tusiowajua. Kwa nini mimi nisomewe kifungu wakati sijawahi iba? Leo hii nasomewa mahakamani kwamba nimeiba, niende Tukuyu nikafungwe. Na kuomba Mama Samia, mawaziri, mtusikilize, tuabudu kwa huru kama wengine wanavyoabudu. Ile ardhi ambayo watu wa mbali wanaitaka sana kuiuza wakati tupo hai, hatutakubali. Hatutakubali. Tuko radhi kwa lolote tufungwe kwa ajili ya barabara zetu walizotufungia. Watoto wetu wameshinda kwenda shule. Wakina mama vikonga nayo kwenda sokoni ambako ndo soko kuu lipo. Hapana, hamna njia ya kupita. Tarehe 9 tumetufanyia tukio, tarehe 10 jeshi la polisi na msafara mkubwa wa wale wachungaji wakaongozana kwenda kulifunga kanisa. Tunateseka wananchi wa Katela wanaokuja kutunyang'anya kwenye ardhi yetu. Tunachokiomba lile kanisa, kile kiwanja wanachokung'ang'ania kinye thamani ya hela, watupe wa Tanzania tukitumie sisi wenye nacho wananchi. Mimi naitwa Richard Kamesa Mwakarekene. Watu wangu wanapata shida, kijiji kimeingiliwa. Mpaka wananchi wanasema bora ile ardhi irudi kwenye mikononi ya serikali ya kijiji tuweze kuitumia. Kuna sababu gani? Kwa sababu tulijua kanisa litatusaidia huduma, hawa wa uhai watatusaidia huduma. Baadaye kuanza kupeleleza, watu wangu wapo kituoni. Amewahi kufika kipindi kesi ya watu 12 ikiwa inaendelea iko barazani kwake. Kwa hiyo nimewahi kusikia kuwa alifika, lakini mimi kama kanisa hatukuwa notified, na pengine kwa sababu mgogoro haukuwa baina yetu na wale walioshtaki, ila ulikuwa ni wa wale waliotuhumiwa uvamizi na sio kanisa. Na uhakika kama siku ya tukio la kufungwa kwa kanisa kama alifika au la. Hatukupewa notice yoyote. Nafikiri ni kwa sababu walijua kwamba sisi hatukuwa sehemu ya mgogoro. Maajabu yake, hata sisi ambao hatukuwa sehemu ya ule mgogoro tumeathiriwa na ule mgogoro. Sisi kama kanisa ambalo moja ndio washiriki, tuko pale tunaabudu. Wale walioshtakiwa 11 walivuliwa ushiriki, kwa hiyo hawakuwa washiriki. Kwa namna yoyote, kama hata kesi wangeshindwa, wao walikuwa wamepoteza haki ya kutumia mali. Hatujaondolewa hiyo haki, lakini zaidi sana haki yetu ya kikatiba ya kuabudu kwenye eneo hilo imekiukwa, na hatuelewi ni kwa nini, jambo ambalo bado tunaendelea kuchukua hatua za hapa na pale ili kanisa lifunguliwe. Viongozi wanaopinga mabadiliko ya katiba na imani yetu, kwa sababu mgogoro wetu umekuwa chanzo ni mabadiliko ya katiba na imani zetu. Hatuungi mkono, kanisa letu la Baptist Makware hatuungi mkono mabadiliko ya imani. Tumeamua kubaki kwenye imani ambayo iliasisiwa toka zamani. Yako maamuzi yaliyowahi kutolewa na bado ziko kesi zingine zinazoendelea kwenye mahakama kuu kanda ya Mwanza 2020-21. Mwenyekiti wa mabaraza, kama sio kudanganywa na walioshtaki, atakuwa alitumia kiti chake vibaya. Mimi kama katibu, hatuna kesi tuliyoiendesha mahakama kuu na mtu akatushinda. Eneo tunaloabudia mpaka sasa
nyaraka zilipelekwa kwa mwenyekiti huyo wa baraza, kwamba hizo nyaraka, moja, eneo hilo lilikwisha kumilikiwa kwa bodi ya wamishen wa Tanzania, bodi ya wamishen foreign ambao ni wa huko nje, ndio waliomilikiwa kwa miaka 99. Lakini hili eneo ni kama wanapewa bodi ya wadhamini wa kanisa la Wabaptisti Tanzania, kitu ambacho tunaona kinatuletea mkanganyiko na kinaongeza mgogoro. Ni kama au baraza lilidanganywa. Hili swala tunaona linaendelea kuchochea baraza. Tegemea atajaribu kuziangalia, kwa sababu moja ya nyaraka muhimu zilizopelekwa ilikuwa ni umiliki huo, kilitumika kama kielelezo hicho kitu, barua ya halmashauri iliyoandikwa mwaka 88. Lakini badala yake hili eneo ni kama baraza naenda kumpa mtu mwingine anaitwa mkurugenzi wa uhai, ambayo ni zahanati, kwamba litumike pia kwa ajili ya zahanati, kitu ambacho ni tofauti na maombi, ni tofauti na umiliki. Na unapofunga huduma ya kuabudu, maana yake bado pia unakwenda kinyume na maamuzi ya serikali. Yesu walitandika nguo zao wakakata na matawi. Tumelipokea neno lako katika jina la Yesu Kristo. Umesema nasi, umesema na kila mmoja mwenye pumzi amepata kusikia ujumbe wa neno lako katika jina la Yesu. Chini ya miti tunaendelea kufanya ibada, jambo ambalo tunaona ni kutukosea, na tunaona haki yetu ya kuabudu kwenye imani tuitakayo inaendelea kupungua. Tunaomba sana serikali tusikilize, tunamuomba rais atusikilize, tunajua ni msikivu, hata tusikilize. Asante. Msajigwa Manasi Kandonga. Mimi nimezaliwa mwaka 48. Ndio mtoto wa pili kwa mzee Manasi aliyeanzisha kanisa hili. Mpaka sasa nina miaka 74. Bado niko kanisa hili nasali. Sasa nanyang'anywa hili kanisa. Nashindwa hata pa kusali. Napata tabu sana na uzee wangu huu niliokuwa nao. Nazali kwenye mti. Washiriki wote tunasali kwenye mti. Tumefukuzwa katika kanisa letu hilo. Miaka yote hii mpaka nimezeeka. Mimi kanisa langu ni hili alianzisha babangu. Mimi ni mtoto wa pili kusaliwa kwa mzee Manasi Mwamakula, aliyefariki akawaachia kanisa washiriki. Alituachia washiriki. Sasa tunakuomba, sisi tunapata shida sana, wazee wa kanisa hili. Tunahangaika. Wanachukua mali zetu, wanakula, wanatufukuza hapa. Wametoka tu watu wa nje, wanachuma kakao zetu tulizopanda, mali yetu tuliyopanda katika kanisa letu. Wanakula, wanatufukuza sisi, wanatupeleka gerezani, tunalala gerezani. Siku 3 4 tunarudi. Wanatusumbua sana. Tunakuomba rais, mama yetu Samira, tunakuomba kwa uzee huu nilio nao, nimevumilia mimi dini ya Baptisti. Nimekaa siku nyingi sana mpaka nimezeeka, nataka nikifa nisibadili dini yangu. Nisaidie, tusaidie. Tunapata shida sana kanisa hili. Tumesumbuka sana. Tunakuomba sana Samira, rais wetu. Tunayekupenda. Tusaidie. Watoto wanapata tabu. Wanakimbia mbio. Wakienda kutungua kakao zao wanawakamata, wanasema wizi. Unaweza kuwa mwizi mtu mali yako. Tumeonewa sana katika kanisa hili. Tusaidie rais, tunakuomba. Tuko chini yako, tunakuomba utusaidie. Wamefunga kanisa, tunasali kwenye miti. Mvua inanyesha, inatunyeshea. Wenyewe wanaingia tu kutungua mikoko, wanakula, na watoto wao wanatoka mbali ambapo hawasali hata kusali kwenye kanisa. Tunakuomba mheshimiwa, tusaidie. Naitwa Job Boniface Mwakabanje. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Katela, kata ya Makwale, wilaya ya Kyela.
Mimi nizungumze machache. Ninashukuru kwa sababu umenipa nafasi ya kuzungumza mambo machache ambayo ni masikitiko yangu kwa watu wachache ambao wanaaminiwa na serikali kupewa ofisi za kuhudumia umma, lakini wanazitumia kwa maslahi yao, wanazitumia vibaya kupotosha maamuzi na kutengeneza migogoro kwenye baadhi ya maeneo, tukiwemo sisi. Sisi waumini wa kanisa la Baptisti hapa Katela, kanisa letu lipo chini ya jumuiya kuu, lilipatikana miaka mingi iliyopita. Nafikiri historia yote imezungumzwa na watu wazima hapa ambao ndio waliotafuta hili eneo kwa kupewa na chifu, lakini leo anakuja mtu anasema ni eneo la kwake kwa sababu tu wako watu walitumia ofisi zao vibaya. Wameaminiwa na rais kupewa dhamana, lakini wanatumia ofisi zao vibaya. Lakini pia nizungumze pia kwa sababu ni swala la kidini, nizungumze pia masikitiko yangu kwa wachungaji ambao tunawategemea na serikali pia inawategemea kunyoosha mapito mbalimbali, kushauri serikali, lakini leo hao ndio wanaongoza kutengeneza migogoro kwa manufaa yao ya kujaza matumbo yao. Ni kwamba katika mgogoro wa kanisa la jumuiya kuu ambao ndio tunaabudu sisi, walitokea wachungaji ambao ni viongozi wamechaguliwa wakiwa wanaongoza jumuiya kuu ya Baptist Tanzania, lakini wao wakaona katiba ya jumuiya kuu ya Baptist Tanzania haiwapi nafasi ya kupata vitu na kujaza matumbo yao. Wakaona wabadilishe katiba ambayo ilikuwa nje na imani ya Wabaptisti duniani kote. Hao ndio wakaenda kwa ofisi ya msajili na wakidai wanaenda kufuta dhehebu la jumuiya kuu na kutengeneza dhehebu la kanisa la Baptisti Tanzania. Na kabla njama zao za kuharibu jumuiya kuu kukamilika, wakaanza kuleta vurugu na kushitaki wachungaji ambao wanasimamia imani yao ya jumuiya kuu ya Baptist Tanzania. Ndipo wakawapeleka wachungaji wetu viongozi kwa niaba ya dhehebu zima kwenye mahakama kuu kanda ya Mwanza, ambayo kesi hiyo iliendeshwa na Jaji Robert, ambapo kesi ile iliwashinda kwa sababu vielelezo hawakuwa navyo vya kutosha kukamilisha upotoshaji wao. Na nasikitika kwamba ofisi ya msajili ilidhihirisha kwamba imehusika moja kwa moja kutengeneza uhalifu uliotokea, na mpaka leo umesababisha vurugu, na mpaka leo tunapata shida hebu letu, wakati sisi tupo ambao tunaamini. Mimi naamini katika imani yetu ya kanisa la jumuiya kuu ya Baptist Tanzania. Siwezi kwenda kuabudu kanisa lingine lolote, na atakayetaka kuondoka anatakiwa aondoke yeye akasajili dhehebu la kwake. Kwa wanaendesha dhehebu la kanisa la Baptist Tanzania wakiwa na namba ya usajili ambayo bado ni namba yetu sisi jumuiya kuu ya Baptist Tanzania, na tunaendelea na kanisa letu. Ingawa wako wachungaji wengine ambao wamelazimishwa kwa vitisho kupelekwa mahakamani kwamba lazima wahamie dhehebu lingine ili wakamilishe nia ya kufuta dhehebu la jumuiya kwa Baptist, kitu ambacho sisi tunakikataa. Na mpaka leo, na kesi ya Mwanza ile tulipata ushindi kwamba usajili wao haujakamilika, na kama umepata kesi ameshindwa, kesi imetupiliwa mbali, maana yake dhehebu lao wakasajili upya, na dhehebu la Baptist jumuiya kuu lipo. Na kwa nini wanaendelea kutusumbua mpaka leo? Hivyo tunaomba ofisi yako rais na mamlaka zako nyingine ziweze kufuatilia jambo hili kwa umakini, kwa sababu bado huku chini tunateseka. Tunasali kwenye miti wakati kanisa tunalo, na tuna haki ya kuabudu ndani ya kanisa, na kipindi hiki ni cha mvua, kwa ibada mara nyingine iwepo na nyingine isiwepo. Na hii inavunja moyo kwa watu ambao wanapenda kuabudu. Utashangaa wanashindwa kuja kuabudu kwa sababu ya hali ya hewa, mara nyingine kuna na mvua, na mara nyingine tunashindwa kufanya ibada kwa maeneo mengine, kwa mara nyingine inakuwa muda ule wa ibada ndio mvua inanyesha, hatuwezi kuabudu. Hivi tunaomba utuonee huruma, tumeteseka kwa muda
mrefu na kesi nyingi mahakamani, lakini bado hatupati majibu ya kutosha kwa wakati. Tunaona kama tumebezwa. Tunaomba utuonee huruma na uchukue hatua ya kufuatilia ofisi ya msajili, kwa sababu malalamiko haya tunayozungumza ni ya kweli, lakini wao wanapotosha. Lakini kwa sababu wana nguvu ya fedha kukamata ofisi ya msajili, ndipo tunaamini sisi ni nguvu ya fedha ndio inasababisha hivyo, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kupotosha maamuzi kama haya, wakati sisi tuko hai na viongozi wetu wapo na hukumu tulishashinda Mwanza kwamba dhehebu lao halipo kisheria. Alafu leo tunaambiwa sisi tushinde kuabudu kwenye dhehebu tunaloliamini. Tunaomba msaada, Mheshimiwa Rais, utuhurumie. Lishughulikiwe haraka, kanisa letu lifunguliwe. Alafu na haki zetu tuzipate, kwa sababu wanaendelea kutumia mali zetu, wanaendelea kuvuna miti, wanaendelea kuvuna matunda, mazao ya kokoa na nini, vitu ambavyo si haki yao kuvitumia, ni nguvu yao, na wanatumia polisi mara nyingi kututishia na kutukamata. Mara nyingine wafungwe kesi au wasifungue, lakini kazi yao ni kutukamata na kututishia, mara nyingine waturudishe, na hapa tunapozungumza tuna kesi mahakamani. Hivyo tunaomba msaada wako, wananchi wako, ili tufaidi uhuru wa nchi yetu Tanzania. Asante sana. Mgogoro huu wa kanisa la Baptisti ambao umedumu kwa takribani kwa muda mrefu sana, na waumini wa kanisa la Baptisti Uhai wakiendelea kuteseka sehemu ya kufanyia ibada. Hii inaleta kwamba sintafahamu. Kwa sababu gani? Uongozi wa serikali upo na uongozi wa kanisa la Baptisti upo pia. Kanisa la Baptisti halijaanza leo wala jana, limeanza muda mrefu. Mimi nimekuwa nikiabudu kanisa la Baptisti toka 1979. Sisi wana still young, nilipokuwa bado mdogo. Sasa kinachoshangaza sana ni kwamba mgeni anakuja nyumbani kwangu ananiambia mimi mwenyeji niondoke. Hii inaleta mtafaruku. Na madam kama kungekuwa hakuna uongozi, labda tungekuwa tunajua ni nini cha kufanya au hatujui pengine. Na kanisa limefungwa bila kutumia taratibu za kisheria wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba tutumie sheria hii kwa ajili ya kufanya stop order au kufunga kanisa. Lakini kilichofanyika kufunga kanisa na kufunga kamba ni nje na taratibu za kisheria. Na kwa lugha fupi tunaweza tukasema kwamba imetumika kihuni. Na hatutaki kutumia nguvu, kwa sababu kutumia nguvu sio sheria na haitakiwi. Tunakuwa tunavunja sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo basi tunaomba uongozi wa serikali na uongozi wa makanisa ya Baptisti kuingilia hili kati kwa ajili ya kuondoa huu mgogoro. Uishe. Kwa nini uishe? Ili watu waendelee kuabudu kwenye kanisa lao ambao walianza toka miaka hiyo ya 70. Mimi nimeanza kuabudu hapa kanisani toka mwaka 1979. Sasa kama leo mgeni anakuja anasema kwamba mimi ndo mmiliki, hii inashangaza sana. Sisi waumini wa Baptisti hatutaki kutumia nguvu. Hapana, kwa sababu sio sheria. Asante sana, naomba uongozi wa serikali wa Mama Samia kutusaidie kwa ajili ya kutatua tatizo hili. Mimi naitwa Patrick Edward Mang'onda. Asante. Wa kuaminiwa, tena haubadiliki. Wewe Bwana unabaki siku zote. Kwa jina la Yesu aliye hai, uaminifu wako na nguvu zako na uweza wako na mamlaka yako na... Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa mchungaji Elia Joshua Mwamafupa, ni mchungaji wa kanisa la Baptisti Makwale ambalo liko chini ya Jumuiya Kuu ya Baptisti wa Tanzania. Niombe Mheshimiwa Rais, kwanza ni kushukuru kwamba unaijali Jumuiya Kuu ya Wabaptisti Tanzania ambayo ilisajiliwa mwaka 71, lakini kufuatana na mgogoro wa dhehebu ambao upo na umefika ofisini kwako, ulijibu barua yako, hata barua iliyoandikwa mwezi wa 12, ukiagiza Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi
tukimwagiza waziri ili aweze kutatua mgogoro wa Jumuiya Kuu ya Baptisti Tanzania. Hapa kanisani kuna mgogoro ambao umedumu zaidi ya miaka 10, na huo mgogoro ni wa kunyang'anywa ardhi yetu, na hii ardhi tuliipata kwa chifu, na huyo chifu yuko hai mpaka sasa hivi. Cha kushangaza Mheshimiwa Rais, hii ardhi yetu ilipimwa ikawekwa hatimiliki na bodi ya wadhamini wa mission chini ya aliyekuwa waziri wa ardhi, mali asili na utalii mwaka 88, Mheshimiwa Alkado Dennis Mtagazwa. Huyo Mheshimiwa Alkado Dennis Mtagazwa ndiye aliyetoa hati miliki ya eneo hili yenye ukubwa wa hekari 216.39 na eneo lingine ambalo lina ukubwa wa hekari 87.7. Cha kushangaza ni kwamba eneo hili ambalo tulipewa ili tulitumie kwa ajili ya ibada, kilimo na mifugo tunaporwa. Lakini pamoja na kuporwa, hatujamuona Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya akija kutusikiliza. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kyela akija kutusikiliza. Tumepiga kelele sio mara moja. Tumeandika barua ofisini kwake sio mara moja wala mara mbili. Hatujawahi kujibiwa hata barua moja. Mimi kama mchungaji ninajiuliza kwamba hivi kama taasisi ikaandika barua ofisini tena kwa kiongozi wa wilaya, anayepaswa kujibiwa awe ni mtu wa namna gani? Au ni taasisi ya namna gani? Au kwamba pengine sisi tunaenda na baisikeli ofisini au pikipiki, kwamba pengine tungeenda na magari tungejibiwa, lakini hatujawahi jibiwa hata barua moja. Pamoja na hayo, tumepiga kelele hata kupitia vyombo vya habari, lakini hatujaona kiongozi yeyote kuja kutusikiliza. Pia nikushukuru Mheshimiwa Rais kwamba baada ya kuona kero yetu wananchi wako ni migogoro ya ardhi, uliunda tume kliniki ya kusikiliza migogoro ya ardhi na hatimaye kuitatua isiwepo tena. Lakini hiyo kliniki ilihujumiwa, wala haikufika kwenye kijiji chetu. Niombe Mheshimiwa, kanisa letu limefungwa kihuni ili tusiabudu. Ninachoamini kwamba kanisani ni mahali ambapo tunamtafuta Mungu. Hata kama mtu alikuwa ni jambazi, anahubiriwa, anarudi kanisani. Leo unapofunga kanisa, unataka wale kondoo walioko pale waende wapi? Waende vilabuni, wao majambazi? Kama kuabudu kupo kikatiba, lakini leo tunanyimwa uhuru wa kuabudu. Tunaabudia chini ya miti, mvua zinatunyeshea. Lakini cha kushangaza ni kuona ambaye ni msajili wa mabaraza ya ardhi, Mheshimiwa Mzelele, anakuja kulifunga kanisa letu bila utaratibu, bila sheria yoyote. Ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa kwanza, tukashangaa jeshi la polisi linakuja na mabunduki, linakuja na mtu mmoja ambaye anajiita yeye ndo mwenye hili eneo, ambaye ni Isa Mwasinyanga. Jeshi la polisi linasema tumekuja kumkabidhi mwenye eneo. Tunajiuliza, huyu Mwasinyanga ametoka wapi? Ni mzaliwa wa wapi? Ikiwa sisi ni wazaliwa wa Makwale, ni wananchi wa Makwale, babu zetu wako hapa, inakueje tunyang'anywe ardhi? Mheshimiwa Rais, kilio chetu wana Makwale ni kilio cha ardhi. Inatosha kwamba
kanisa letu limefungwa kihuni. Limefungwa kihuni. Tunaomba huyo mheshimiwa Mzerere TAKUKURU imchunguze. TAKUKURU imchunguze. Niombe kamanda wa polisi wilaya TAKUKURU. Niombe kamanda wa polisi TAKUKURU mkoa umchunguze huyo mheshimiwa. Hiyo sheria aliyoitumia kulifunga kanisa la Makwale, alitumia sheria gani? Ametumia watu 8 kulifunga kanisa la Makwale. Au watu 12 hawakushtakiwa kwa niaba ya kanisa. Walishtakiwa wao kama wao. Iweje kanisa lifungwe? Mheshimiwa Rais, tunakuomba. Sisi ni wananchi wako. Unatumia gharama kubwa kutatua migogoro ya ardhi, lakini watendaji kazi wako walioko huku chini wanakukwamisha. Niombe kutusaidia. Hiki kilio kikufikie. Wizara ya Ardhi, waziri wa ardhi, niombe, ipo hati hapa. Ipo barua ya halmashauri ya wilaya ya Kyela ambayo inaidhinisha uwepo wa ardhi hii ndani ya hiki kijiji. Lakini hii barua ni hati ya mheshimiwa waziri Alkado Mtagazo iliyosainiwa tarehe 8 Septemba 1988 ambayo inaidhinisha umiliki wa hili eneo miaka 99. Kwa maana yake mpaka sasa hivi imetumika miaka 37, bado miaka 62. Hili eneo tulilipata kwa chifu. Tunashukuru kwamba chifu wetu aliyetupa yuko hai, lakini likamilikiwa. Kwa nini tunyang'anywe ardhi? Nikuombe Mheshimiwa Rais, tunaamini utatusikiliza. Kanisa ni mahali ambapo ni pa amani, na wewe unahimiza kwamba, ninawaomba viongozi wa kidini, wahubirini watu amani, nchi yetu iwe na amani. Lakini hiki kinachofanyika ni uvunjifu wa amani. Sio sisi, ila ni watendaji kazi wako. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, maombi haya na kilio hiki cha Makwale, kata ya Makwale, wilaya ya Kyela, tusikilize na utujibu. Asante sana. Tunaamini utatusikiliza. Asante. Mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya mashehe, maadili ya amani na haki za binadamu kwa jamii ya madhehebu ya kidini Tanzania, Askofu Mwamalanga aliandika barua ambayo kuna watu wanaoleta vurugu ndani ya kanisa la Baptisti ambalo ni chini ya jumuiya kuu, wanachama wa jumuiya kuu. Wanapola mali. Lakini pia huyu askofu alitoa tamko kwamba kanisa lililofungwa la Makwale lifunguliwe mara moja. Hilo kanisa halijafunguliwa mheshimiwa mpaka sasa hivi. Maana yake hawa walioko huku chini hawataki kumsikiliza huyu kiongozi wa kidini. Wanataka kufanya yaliyo ya kwao. Asante sana mheshimiwa.